Mahusiano hatari. Aisha alikuwa msichana mrembo, mwenye kazi nzuri mjini Nairobi. Alipendwa na wengi, lakini moyo wake ulimilikiwa na mtu mmoja tu, Kelvin, mwanamume mwenye tabasamu la kuvutia na maneno matamu, lakini nyuma ya maneno yake kulikuwepo giza ambalo Aisha hakulijua. Kelvin hakuwa mtu wa kawaida, alijihusisha na biashara za kivuli. Usiku alionekana akikutana na watu wa ajabu, na mara nyingi alipokea simu kwa sauti ya siri. Aisha alijua jambo haliko sawa, lakini mapenzi yalimfunga. Kila mara alipojaribu kuuliza, Kelvin alimtazama kwa macho makali na kusema, Aisha, kuna mambo bora usiyoyajua. Kadri siku zilivyoendelea, Aisha alijikuta akivutwa zaidi katika ulimwengu wa Kelvin, safari zisizoelezeka, pesa nyingi ambazo hazikuwa na chanzo cha wazi, na marafiki wa ajabu waliokuwa wakimzunguka. Moyoni mwake alihisi hatari, lakini aliamua kufumba macho, akidhani mapenzi yangemlinda. Siku moja, wakati wa usiku wa mvua, Kelvin alimleta Aisha katika nyumba ya kifahari pembezoni mwa jiji. Ndani kulikuwa na wanaume waliovaa suti nyeusi, na mezani kulikuwa na mikataba na mifuko ya pesa. Wakati Aisha aliposhika begi moja, alihisi uzito wa chuma ndani, silaha. Ndipo macho yake yakagongana na ya Kelvin. Kwa mara ya kwanza, aliona upande wake wa kweli, hatari, giza na siri. Aisha, Kelvin alisema kwa sauti ya chini, ukishajua siri hii, hakuna kurudi nyuma. Moyo wake ulipiga mbio, mapenzi yake yaligongana na hofu yake. Ilikuwa ni affair iliyokuwa imejaa shauku na ndoto, lakini sasa ikawa ni mchezo wa maisha na kifo. Njia ya wokovu. Usiku huo, baada ya kurudi nyumbani, Aisha alilala akiwa na hofu. Ndoto nzito ilimjia, alijiona amezungukwa na giza na midomo ikimwita aingie zaidi ndani. Ghafla, aliona mwanga mkali na sauti laini ikasema, Aisha, njoo kwangu, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Alipoamka, machozi yalitiririka usoni. Kwa mara ya kwanza, Aisha alipiga magoti na kuomba, Mungu, nionyeshe njia, nivunje minyororo hii ya giza. Kuanzia siku hiyo, moyo wake ulianza kubadilika. Alianza kusoma Biblia, kusali, na kutafuta ushauri wa kiroho. Kadri alivyozidi kumjua Mungu, ndivyo hofu yake ilipungua na ujasiri ukaongezeka. Kukwepa kifo. Siku moja, Kelvin alimuita tena akisema waje kwenye kikao cha mwisho. Lakini wakati huu, Aisha alijua amefika mwisho wake. Kabla ya kuondoka, aliomba kwa bidii, akimkabidhi Mungu maisha yake. Usiku huo, polisi walivamia ile nyumba kubwa dakika chache baada ya Aisha kufika. Risasi zilivuma, watu walikimbia, na Kelvin pamoja na washirika wake walikamatwa. Aisha alinusurika kwa sababu alikuwa amesimama karibu na mlango. Akatoroka salama huku akijua si nguvu zake, bali ni mkono wa Mungu uliomwokoa. Tamati. Baada ya tukio hilo, Aisha aliamua kukata uhusiano na Kelvin na kuanza maisha mapya ya imani na matumaini. Alielewa kuwa mapenzi ya mwanadamu yanaweza kudanganya, lakini mapenzi ya Mungu yanatoa uzima wa kweli. Affair yake hatari iliisha, lakini kutoka humo alipata wokovu.